Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ninakuja kusema na wewe au kushirikisha ujumbe ambao Mungu amenipa, ambao ukiuamini na ukaufanyia kazi, lazima kuna badiliko kubwa litatokea kwenye maisha yako wewe ambaye ujumbe huu unakuhusu. Wakati nilipokuwa kwenye maombi mchana wa leo, Mungu alisema na mimi kwa habari ya kushughulikia vifungo vinavyozuia watu kuendelea au kupiga hatua ya pili. Umekuwa kila mara unaanza kufanya kitu, kifika hatua fulani unaporomoka, unarudi tena kwanza moja. Mungu akasema na mimi, nilipomuuliza Mungu sasa kuhusu huu mkwamo ambao watu wengi ambao wanaishi maisha ya sasa, wanafika kila wanachofanya lazima wafike mahali wakwame. Mungu akasema na kwamba watu wengi hawajajiandaa kwa ajili ya hatua ya pili ambayo wanaitamani. Na ujumbe alionipa akanipa kwenye kitabu cha Isaya 54 mstari wa 2, nasema, panua mahali pa hema yako na kuyatandaza mapazia ya maskani yako. Usiwakaze, ongeza urefu, na kamba zako zikaze vigingi vya hema yako. Okay, ujumbe unamaanisha nini? Kwamba ili mafanikio yaje, lazima uwe umefanya maandalizi. Upanue mahali pa hema yako, upanue. Lazima ufahamu upanuke. Lazima knowledge yako juu ya uchumi ipanuke, juu ya jambo unalolitaka kwa Mungu ufahamu, uwe umeshajiandaa au umeshaandaliwa kwa ajili ya hiyo hatua unayoitaka. Lazima ufanye maandalizi. Maandalizi yao unayafanyaje? Unayafanya kwa njia ya maombi, unayafanya kwa njia ya kujifunza, kusoma, kuangalia au kufuatilia watu ambao wamepiga hatua, ujue walifanya nini ili wafike hapo walipofika. Na ukianza sasa kufanya, kama ni kazi au ni biashara au ni fedha unatunza kwa ajili ya kuanza hilo jambo jipya, utakuwa umejiandaa vizuri. Lakini msingi ni maombi. Bwana Yesu asifiwe. Maombi yatakupa neema. Ukipata mtu mzuri ambaye Mungu amempaka mafuta au amemtia mafuta kwa ajili ya kufungua vifungo na kuachilia neema juu ya watu ili waweze kupenya. Kuna watu ambao Mungu amepaka mafuta, wana uwezo wa kutamka, neema ile ikaachiliwa juu ya mtu na ikatembea na mtu akafanikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Maana wanaofanikiwa sio kwa sababu ni wanaomba tu. Hapana, yupo ambaye Mungu amempaka mafuta, ameachilia neema juu yake. Akifanya kitu au akitamka kitu, kinatokea kwa watu. Mfano, ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu kwenye ule mlango wa 42 utaona kwamba Elifazi Mtemani wanaenda kuomba, Mungu anawarudisha kwa Ayubu, anawaambia, sikilizeni, nyie hamkunena vizuri kama mtumishi wangu. Nendeni kwa Ayubu, akiwaombea nitamridhia yeye. Kwa nini awarudisha wakati wanaomba? Alijua kwamba yule kwa wakati huo ndio ametiwa mafuta ya kuombea watu na vitu vinatokea. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, nisikilize vizuri. Ikiwa upo tayari kufanya maombi ya kupanua mahali pa hema yako, kuviondoa vigingi ambavyo vilikuwa vinazuia ongezeko, kuondoa ile spiritual limitation ambayo ilikuwa imetawala kwenye anga lako, alafu uanze kupenya, uanze kupita, kuvunja mipaka ambayo uliwekewa. Hata watu kwenye familia wengi hawapenyi hapo. Wakifika eneo fulani wanakwama, wanaanza upya. Sasa mtumishi na ujumbe, na klipi inayofuata nitakufundisha vizuri, afu nitakuongoza kwenye maombi. Katika jina la Yesu natamka, mwana wa Mungu, pokea hiyo neema ikawe juu yako. Upate neema ya kuongezeka, upate neema ya kufunguliwa, uweze kwenda kwenye hatua ya pili kwenye maisha yako. Kila utakachoanza kikupe mafanikio, kila utakachofanya kikupe mafanikio. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, gereza ulilokuwa umefungwa lifunguke, madhabahu iliyokuwa imekushikilia ikuachie katika jina la Yesu. Ninatamka kwa damu ya Yesu Kristo, na ivunja mipaka iliyokuwa umewekewa, iliyokuwa inazuia ongezeko kwenye maisha yako. Ninaachilia upako unaoweza kuvunja mipaka na kuachilia breakthrough juu ya maisha yako.
upenye kuanzia leo, ukafanikiwe kiuchumi, ukafanikiwe kifamilia, ukafanikiwe kwenye biashara, ukafanikiwe kwenye hiyo kazi yako, ukafanikiwe kwenye hiyo biashara yako. Mungu ajifunue kwako. Ninatamka upako uwe juu yako, na saa hii mahali ulipo, neema hii ikafanye kazi kuanzia sasa kwenye maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Barikiwe sana mtu wa Mungu. Tutakutana wakati mwingine kwenye clip inayofuata katika jina la Yesu. Amen.